Okay, habari. Hapa tunaenda kujifunza namna ya kutumia akaunti ya Anza Cash Pro Business. Zipo njia za aina mbili za kuweza kutumia akaunti ya Anza Cash Pro Business, yaani kuingia kwenye akaunti yako. Unaweza ukapitia application au unaweza ukapitia Google au Chrome au web browser yoyote na ukaweza kuaccess akaunti yako. Sasa sisi tutatumia app, lakini pia tutatumia web ili kuweza kujifunza zote kwa wakati mmoja. Utaingia Play Store kama hauna app ya Anza Cash, utakuja utasearch, utaandika Anza Cash Pro Business. Sawa? Ukisearch itakuja hii hapa ya kwanza kama unavyoiona. Sasa uta open, kama wewe utakuwa umesha download uta open. Kama hujai download uta install. Kwa mimi nisha download, nina open. Baada ya kuopen utaikuta hivi. Kwa utabonyeza hapa login. Alafu utakuja hapa utaweka username yako na password, then utaweza kuingia kwenye akaunti yako. Hivyo hivyo unapokuja Google, utakuja Google utaandika Anza Cash Pro Business. Ukisearch itakuja hii hapa ya kwanza, kwa hiyo utaweza kuifungua na ukifungua itakuleta hapa. Kama wewe ni mgeni unataka kujisajili, unabonyeza hapa kwenye Get Started. Kama wewe ni mgeni unataka kujisajili, utabonyeza hapa kwenye Get Started. Kama wewe ni mwenyeji unahitaji kulogin kwenye akaunti yako, yani kuingia kwenye akaunti yako, utabonyeza hapa Sign In. Kwa ukibonyeza Sign In hapa itafunguka kukuletea sehemu ya kuweka username yako na password. Sasa hapa tuweke username yangu na password ili tuweze kuingia kwenye akaunti yako. Baada ya kuingia kwenye akaunti yako utaikuta akaunti yako iko hivi kama unavyoona. Sasa hapa zipo option mbalimbali za kuweza kuzitazama. Ukiyatazama hapa, hii ni sehemu ya kuenda withdraw pesa ulionayo kwenye akaunti yako. Sawa? Alafu hii hapa unaweza ukamtumia rafiki yako pesa kutoka kwenye akaunti yako kwenda kwenye akaunti yake. Ila hii haijafanywa finishing. Lakini pia kuna karibu bonus ambayo unapata ya kuweza kujiunga na Anza Cash. Hii karibu bonus ukitaka kuihamisha hapa ili uweze kuipeleka hapa, unabonyeza hapa kwenye redeem. Sawa? Hapa kwenye redeem hapa. Ukumbuke unaweza kutoa pesa tu ikiwa hapa kwenye your balance, ndipo unapoweza kuitoa. Kwa hiyo unapokuwa umejiunga kwa mara ya kwanza utakuta akaunti yako pote ina zero, pote ina zero. Hadi huku chini itakuwa imekuandikia 00. Ila tu hapa ndo kutakapokuwa kuna hela ile welcome bonus. Sasa hauwezi ukaitoa ikiwa hujaihamishia hapa. Kwa cha kwanza ili uweze kuihamishia hapa inatakiwa ubonyeze hapa. Kwa utakapobonyeza hapo itakuletea maelezo ya namna hii. Kwamba una confirm, unadhibitisha kwamba ukiredeem bonus pesa zako zitaongezeka kwenye your balance hii hapa. Kwa kama nilivyoelezea kwamba unapokuwa umeredeem hii pesa inakuja kwenye your balance. Hapo ndipo utakapokuwa na uwezo wa kuitoa. Ukumbuke ndani ya Anza Cash kiwango cha kwanza cha kutoa pesa ni kuanzia shilingi 13,000 na kuendelea. Kwa hiyo hii ni 10,000. Utakapoihamishia hapa bado hutaweza kuitoa mpaka ifike shilingi 13,000. Sasa ukibonyeza hapa redeem, ukibonyeza hivi redeem, wanakuambia you have only 0 active downline. Kwa hiyo ukiwa na 0, ukiwa hujaunga mtu mmoja hata mmoja, uweze kuhamisha hii pesa. Kwa hiyo uweze kuhamisha hii pesa inakuhitaji uwe na watu 10. Hapa ndo hiyo bonus utaweza kuiclaim na kuihamishia hapa na kuwa na uwezo wa kutolewa. Ukumbuke kwa kila mtu unayemuunga unapata shilingi 5,000. Kwa hiyo utajikuta tayari umeshatengeneza karibia shilingi 60,000 kwa kuingiza watu 10 ndani ya kampuni. Baada ya hapo, kinachofuata baada ya hapo ni kujifunza namna ya kufanya kazi zote kwa ujumla ndani ya akaunti yako ili uweze kupata pesa zaidi. Tumeshajua karibu bonus tunaifanyaje, tumeshajua namna ya kutoa pesa. Utakuja utabonyeza hapa kwenye withdraw, utakuja hapo utaweka kiasi chako na utaweza withdraw pesa yako kwenye akaunti yako. Sasa turudi kwenye dashboard yetu. Ukiwa kwenye dashboard yako hapa, ukitaka kwenda kutazama video, maswali na vitu vingine, utakuja kubonyeza hapa.
hapa kwenye hivi vimstari vitatu. Tunaviita ni menu. Kwa ukibonyeza hapa utaona vitu vingi. Hii ni dashboard. Ukibonyeza dashboard inakurudisha kwenye akaunti yako. Kwa mtu akikwambia nitumie dashboard yako ni hii hapa unayoiona. Hii ndo dashboard. Ndio maana ukibonyeza hapa kwenye dashboard inakurudisha hapa. Hiyo namba moja. Namba mbili ni invite a friend. Invite a friend ni sehemu ya kuweza kushirikisha rafiki yako au ndugu na jamaa na marafiki ambao wanataka kujiunga na Anza Cash. Kwa hiyo hapo ndo sehemu au ndo kipengele ambacho utaweza kumshirikisha. Ukifungua hapa hivi, kikifunguka utaona mimi wananiambia nimeunga watu 6, lakini pia wanakuambia copy link hapa. Kwa hiyo utaweza copy link yako na kushare kwa mtu yeyote ambaye atakuwa yuko tayari kujiunga. Lakini pia unaweza ukashare kwenda kwa WhatsApp, unaweza ukashare kwenda kwa Facebook, popote pale na mtu ataweza kujisajili. Kwa kama unataka kushare kwa mtu aliko WhatsApp utaweza kushare hapo, kama unataka kushare kwa mtu aliko Facebook utashare hivyo hivyo. Lakini pia unaweza copy link yake, link yako hapo. Ukibonyeza tu copy link inakuwa copied. Kwa hiyo unaenda kwa WhatsApp au kwa mtu yeyote unataka kumtumia, unaweza kupaste link yako na kuweza kumtumia. Ninaposema ukiweza kupaste kwenye link yako unakuja kama hapo unakandamiza hivi, inakuja paste. Ukipaste hivi hiyo ndio link yako. Kwa mimi nikiload hii link inaniletea kujisajili, lakini ikiwa na username yangu ambayo ndo sponsor ID. Tuendelee na account yetu. Kwa hiyo sasa hii ndo kipengele cha kuweza kumuunga mtu. Kipengele kingine ni weekly challenge. Sasa hii weekly challenge hii inakuwa ni daily challenge. Utakapoweza kupata watu kuanzia 5 kwa siku unapata bonus ya shilingi 2000 kwa siku. Kumbuka unakuwa kila mtu umeshapata 1500, alafu ambapo watu 5 ni shilingi 25,000. Unapata bonus ya shilingi 2000 ambayo ni 27,000 jumla. Hapa pia tuna monthly salary. Monthly salary na yenyewe ni kama weekly challenge. Utakusanya mapato yako yote ya mwezi. Ukiwa umepata kuanzia watu 60 na kuendelea, hapo utaweza kujipatia shilingi 20,000 kama bonus ya mwisho wa mwezi ya kufanya kazi vizuri kwenye kampuni na kujipatia kipato zaidi. Kipengele kingine ni my downline. Hapa my downline utaweza kuwaona watu wa aina mbili. Watu ambao tayari wamejiunga kupitia linki yako na hawajalipia utawaona hapo kwenye inactive. Watu ambao wamejiunga na wamelipia utawaona hapa kwenye active. Kwa ukifungua hapo utawaona list level 1, level 2, 3 na 4. Wote utawaona hapa. Turudi nyuma. Kipengele kingine kinachofuata ni kutazama YouTube videos. Unapobonyeza hapa ikifunguka inakuonesha kama unavyoona hapa. Kabla ya kuanza kutazama videos, either unajifunza au unataka upate kipato, lazima utazame hapa kwanza. Uangalie hapa una shilingi ngapi? Ukiangalia hapo una shilingi 18,000. Hapo sasa ukitazama video, ukija hapa kuangalia utakuta hapa kuna kineno limekuandikia watch video to earn. Kwa hiyo ukibonyeza hapo watch video to earn, hapo ndio itakapokubali. Lakini ukikuta hapa ukiwa hauna kiwango chochote, hapa watakuelekeza uunge watu wengine ili uweze kupata pesa zaidi. Watakwambia hapa tafsiri yake ni nini? Kila mtu unayemuunga hiki kiasi hiki kinaongezeka. Ukiunga mtu hiki kiasi kinaongezeka. Ukumbuke unapomuunga mtu unapata 5,000. Hiyo ni nyingine. Unapomuunga mtu hapa pia utapata kiwango kingine kinaongezeka ambacho kinakuruhusu kutazama hizi taski, hizi video na kuweza kulipwa. The same unapokuja hata kwenye Instagram video. Unapofungua Instagram video utazikuta video nyingi za Instagram, nyingi tu zinakuwepo nyingi. Kwa hiyo na zenyewe unapokuwa unazitazama, ukija kutazama unatakiwa kwanza na penyewe uangalie hapa una shilingi ngapi. Ukikuta kiwango ni chini ya shilingi 300, basi hapo wote hii neno hii hautoliona watch video to earn. Na usije ukabonyeza eti hapa eti ndio utazame. Hapo utolipwa. Inatakiwa utazame hapa watch video to earn. Ukibonyeza tu hapo itafunguka, afu utatazama na ikiisha utaweza kulipwa. Kwa kama hili neno hujaliona, ujue kwamba hauna nafasi ya kutazama video, nafasi yako imeisha. Ili uweze kuiongeza hiyo nafasi ya kutazama video zaidi, unga watu kadhaa au unga hata mtu mmoja, hii nafasi itaongezeka, utakuja utaendelea kutazama na utapata pesa. Nadhani hapo mweza kunielewa vizuri. So hata kwenye kipengele cha TikTok ni hivyo hivyo.
Hata kipengele cha Facebook ni hivyo hivyo, trivia questions hivyo hivyo, status earning. Sasa kwenye kipengele cha status earning kuna tofauti kidogo. Status earning unakandamiza hivi picha, alafu unabonyeza hapa download. Yaani unaibonyeza hii picha tu hivi tu, unaikandamiza kwa muda kidogo, yata display ya maneno, unabonyeza download ya image. Au unaweza ukabonyeza hapa hivi kwenye download, ili neno download. Ukishalibonyeza hili neno download utakuja kubonyeza huku pembeni hapa hivi, alafu utakuja kubonyeza hapa juu. Unapaona hapa? Kwa utabonyeza hivi, picha yako itajidownload kama unavyoona hapa. Itakuwa kwenye simu yako na utaweza kuiona. Kwa mimi nikishamaliza kuidownload na kuja kubonyeza hapa hivi, choose file, na chagua photos and video, alafu nakuja kuiona picha yangu ine download hii hapa. Sasa kama utakuwa umeipost status, screenshot, pia utaiona hapo hapo juu. Utaibonyeza hivi mara moja. Ukishaibonyeza inakuja kabisa, inakaa hapo, unaiona. Kisha kaa unabonyeza hapa upload. Ukishabonyeza upload itakuwa mimi hapa imeniandikia uploaded failed, you have already uploaded the picture. Ukiwa uja upload watakwambia uploaded successfully, utaenda utakuta pesa imeongezeka. Mimi hapa nimekuwa nisha upload leo, kwa hiyo ndo maana inaniambia you have already uploaded the picture. Tayari nisha upload. Hope na hapo tumeelewana. Kwa hiyo ndo njia kuweza kuupload picha. Baada ya kuzungumza hayo, nadhani ukiwa unahitaji msaada zaidi, bonyeza hapa hivi. Kibonyeza hapa hivi itakupeleka WhatsApp kwa Asiana Customer Care, alafu utaweza kumwelezea shida yako yoyote, ataweza kukusaidia. Hiyo ndio namna nzuri ya kuweza kutumia akaunti yako ya Anza Cash. Turudi kwenye dashboard, kuna menu zingine ambazo hatujajua matumizi yake. Menu ya kwanza ni hii, menu ya pili ni hii, ya tatu ni hii, ya nne ni hii, ya tano ni hii. Hizi menu maana yake ni nini? Hii ni kama dashboard. Ina maana inakuonesha hapa home, sawa? Hiyo ni kama dashboard. Alafu kuna hii hapa. Hii ni my downlines, tumeiona kwenye menu kule. Hii ni shop, kama unataka kwenda kwenye kipengele cha bidhaa, lakini sasa hivi bidhaa hakuna. Kama ukishakuwa na watu 100 na kuendelea, una uwezo kukopa mkopo mpaka 200,000. Utabonyeza hapo, utaenda kukopa mkopo, lakini sasa hivi pia haijao kwa sababu bado watu ni wachache. Kuna profile, hapo utaanza kuona taarifa zako za account ulizotajilia account, unaweza kubadilisha password yako hapo, kila kitu unaweza kufanya hapo baada ya umeingia kwenye account yako. Sasa ukiwa na shida nyingine, wasiliana na Customer Care au wasiliana na mtu aliyekuunga ili aweze kukupa maelezo zaidi. Kumbuka, utaweza withdraw pesa ikiwa hapa hivi. Kwa ukikuta hapo una 0 au una kiwango chini ya shilingi 13,000, ukumbuke hapo hujakidhi vigezo vya kutoa. Ukiangalia kiwango kilichoko hapa, unapoenda kutoa pesa, hicho kiwango ndicho wanachokuonesha. Unakiona hiki hapa. Tafsiri yake ni nini? Kwamba kutoa pesa kutoa pesa wanaangalia hapa una kiasi gani. Kwa hiyo hizi pesa zote utakazokuwa unazipata kwenye akaunti yako zitakuwa zinakuja hapa. Zote utakazopata zitakuwa zinaongezeka hapa. Ila pesa ambayo haitaongezeka hapo ni pesa hii hapa mpaka uiredeem. Kwa ukibonyeza hapa redeem ndio itakuwa added pale. Na kumbuka ili uweze kuiredeem uwe na watu 10 na ngapi? Watu 10 na kuendelea. Nadhani hapo tumeelewana. Kwa hiyo haya ndio matumizi ya akaunti yako.